kubwatia niguo kurigirigwa n'ibigori byonsi. Mbiemano sana mwanchi mulebeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bilio bw'Esabaria bonchereria astokomera na bonchereria oimenesko yorgongoru habusi bagotosemia amange wetera obonchereria bwaboniko bagotumanyanga ibachakirite ngikyagete bakaimukiye tambukira na gochora obonchereria obo nare babere bagwetera aso bonchereria bwabo bwekira bonoiga mwanchi muleli tukulia rero nigo natalimi county ya Nyamira astogochigo husanga no yega elinde atumanye amange wetera obonchire bwa inyura sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net karansa oike elinde tosange asobwa mediatrene Frida kerubotengire libageri ya bene kwaligania omonchire yega atumanye na kiakorokwa na ndebo igo mboncheri kibulia gukora sechinseme chiga. Karibu sana. Asante. Ningependa waambie mpenzi mtazamaji jina lako na unajihusisha katika biashara gani na tuko katika eneo lipi? Kwa majina naitwa Diana Adhiambo. Niko Ikonge. Nafanya biashara ya beauty. Asante sana, karibu sana katika hii station yetu. Tungependa kujua zaidi pengine Diana ulianzia wapi hii biashara? Hii biashara nilianzia mwaka huu. Nilikuwa nataka nifanye biashara lakini sikuwa najua ni biashara gani. Nikaona juu pande mama na wasichana wanapenda hii. Sasa nikaona nianzie hapa. Ukaanza biashara ya beauty. Ukiangalia Diana pengine katika familia yenu kuna mwenye ashajihusisha na biashara, pengine mama yako, wazazi wako? Katika familia yangu mangu ni anafanya biashara, ni mfanya biashara. Sasa kutoka huko ndio nilijulia mambo ya biashara na faida yake. Kaona pia mimi hata kama mimi ni mwanafunzi naweza kuwa mwanafunzi na nifanye biashara huko kwingine. Pengine unaweza tuelezea wewe ni mwanafunzi wapi na unasomea kosi gani? Mimi ni mwanafunzi wa Kisii University. Nafanya community health. Niko mwaka wa pili. Ukiangalia pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji katika familia yako mlikuwa mnajihusisha katika biashara gani na ilikuwa mwaka upi? Katika familia yangu mamangu ni mfanya biashara kutoka utotoni mwangu. Alikuwa akifanya biashara hadi saa hii. Amekuwa akifanya hiyo biashara ya kuuza mahindi. Hajaibadilika kwa hiyo biashara. Hiyo biashara moja ndiyo anafanya hadi sasa hivi. Pengine wewe mbona ukufuata nyayo za mama yako katika kuuza mahindi ama na vitu zingine ukachagua wacha ufanye beauty and cosmetics? Okay, niliona nifanye hii biashara juu bado niko shuleni lakini in future nitakuja kufanya hiyo biashara juu kuna pesa mingi sana. Pengine nani alikupea idea ya kuanzisha sasa hii biashara? Idea ya kuanzisha hii biashara ni mimi ndio nilikuja na hiyo idea, sikuuliza mtu yote. Ukiangalia wanafunzi wengi si rahisi kuwa na mtazamo wa kuanzisha biashara. Pengine wewe mbona ukasema wacha uendelee na masomo na pia uendelee kujitafutia upate pesa? Najua nilikuja na hiyo idea juu najua ukishafika umri wa miaka 18
ufai kutegemea mzazi. Unajua kuna wadogo wangu pia wenye wanamtegemea. Sasa nikaona niende nifanye biashara. Nipate madogo madogo kwa hiyo biashara yangu. Ili nisikue nikitaka kitu nampigia simu na kuna wengine pia wao wanataka wanamtegemea. Ukiangalia Diana, mbona ulichagua hii sehemu ya Ikonge? Hapa Ikonge. Okay. Sikuchagua hapa. Nilikuwa natafuta mahali. Nilitembea Kisii County, katembea Nyamira. Sasa nilikuwa nalinganisha population ya watu. Sasa kuna siku nilikuja hapa. Sikujua ni hapa ndio nitaka. Nikaona population, nikapata nyumba iko karibu na barabara. Nikaona ni hapo ndio msimamo wangu ulifikia. Pengine katika hii sehemu ya Ikonge ni wewe peke yako unauza hizi bidhaa ama kuna watu wengine pia wanauza? Hapa Ikonge si mimi peke yangu, kuna wengine wanauza. Kwa upande wako wewe una deal aje na competition? Kwa upande wangu competition inalingana na venye unaongea na customer wako. Unajua ukiongea na customer wako vizuri, kesho atakuja, atarudi tena. Atasema wacha niende huko mahali na naongeleshwa vizuri, tena nakaribishwa vizuri. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua Diana, kati ya zile bidhaa unazoziuza katika hii sehemu, sababu unajua beauty inabeba vitu mingi sana. Pengine unaweza tuelezea kati ya zile bidhaa ambazo unauza? Hapa ndani nauza viatu, nauza piece, nauza mafuta. Na vitu zingine na vitu zingine pia za urembo. Ukiangalia hizi bidhaa zako huwa unazitoa wapi? Hizi bidhaa zangu huwa zinatokana Nairobi. Ni wewe mwenyewe unaziendea ama unafanya order unaletewa? Nafanya order naletewa. Ukiangalia katika hii biashara yako ukilinganisha na miji mingine, sababu umetuelezea umekuwa ukitembea mahali tofauti, ukilinganisha biashara yako katika hii sehemu ya Ikonge na pengine huko kaunti ya Kisii, unailinganisha vipi? Hapa nailinganisha. Hapa niseme nailinganisha aje? Hapa watu wengi hawajui mafuta mingi. Sasa ukiambia mtu kuna hii mafuta ni poa sana, inasaidia kama hiyo ingine. Najua atasema niletee hiyo. Na huko kwingine najua hakuna venye utaambia mtu niletee hii mafuta juu anajua kama wanajua kama mafuta zote. Pengine unaweza fikia mahali kwenye customer anataka kitu, kwa mfano venye umetupia hiyo mfano ati anataka ile mafuta ingine au unajaribu pengine unaweza uelimisha customer wako jinsi ya kutumia bidhaa tofauti ambazo unauza? Kama customer amekuja, nakapata sina hiyo bidhaa, hiyo mafuta alikuwa anataka. Sitamwacha aende hivyo. Nitamwambia kuna ingine mzuri pia inasaidia kama hiyo yenye ulikuwa nataka. Sasa nitampea hiyo yenye niko nayo. Pengine kuna watu ambao wanakuja wananunua maybe mafuta hawajui kwenye ina-applyiwa au unawaelezea ni wapi wanafaa ku-apply? Kama ni mafuta ya ngozi, ya mwili, nitamwambia venye anafaa kutumia. Kuna hizo mafuta kama kutoa pimples, kutoa rashes. Nitamueleza, nimwambie ufai kutumia, unafaa kutumia asubuhi na jioni, ama unafaa kutumia mara moja kwa siku. Ama kwa wiki unafaa kuitumia mara 3. Na pia kuna mafuta zingine unapata maybe kuna zenye zinatumiwa mchana na kuna zingine zinatumiwa usiku. Huko unawaelezeanga. Sababu kwa upande wako we ni mwanafunzi, sijui katika biashara wewe unalinganisha aje biashara yako na masomo yako? Biashara yangu hapa ndani napatanga muda mrefu sana. Naona masaa zingine kama sai. Naona sikuwa na kazi ya kufanya. Naona bora nisome.
customer kuja nitamhudumia. Alafu masomo yako unaifanyia huku Nyamira ama unaendanga hadi kaunti ya Kisii huko? Masomo yangu nafanyanga Kisii. Unatoka kutoka hapa kila siku kwenda huko? Hapana. Stoki hapa nikienda huko. Kuna wakati naenda na kuna wakati nasomea kwa simu. Basically wewe unaishi wapi Diana? Naishi hapa Ikonge. Kuna wakati unafaa kufika darasani na pia uko na biashara. Wewe una manage aje kufika class na pia kuendeleza hii biashara yako? Okay. Wakati niko na darasani, niko na class, nafaa pia nikuwe hapa, taita mtu mmoja wa familia yangu akuje aniangalilie nikienda. Ukiangalia wakati ulianzisha hii biashara yako, pengine najua wazazi pia wanakuanga na mtazamo mwingine, pengine anasema mimi nilikutuma shule au usome. Wakati ulianzisha hii biashara yako, kwa upande wa familia yako pengine walichukulia vipi hili swala? Okay, kwa upande wa familia yangu, ni mamangu ndio nilimuuliza. Nilimwambia nataka kuanzisha biashara na shule pia nataka niende. Kaniambia uchague kitu moja. Sasa venye nilikuwa naenda kuanzisha hii biashara, hakuwa najua hadi wakati ilifika after 1 month. Ndio nikamwambia ile biashara nilikuwa nakwambia kwa hapo sahi. Kaniambia ni bora usome, umalize. Usitegemee kitu moja. Usiache masomo kuje kwa biashara. Kamwambia nitazimanage zote. Pengine alikuja akakubali, sasa akabadilisha mtazamo, sasa anakusaidia katika kuendeleza hii biashara yako? Alikubali. Na maybe dada zako, ndugu zako? Ndugu zangu bado ni wadogo. Hawangesema kitu. Na maybe kutoka kwa society yenu? Unajua ukifanya kitu, ukitaka kufanya kitu, ufai kuambia watu nataka kufanya hii, nataka kufanya hii. Mtu ama watu wanafaa kushtukia wamefanya. Pengine wanasema vipi wakati wakiangalia wewe, wanajua wewe ulienda shule uko Kisii University, wakipita hapa wanakupata huko kwa biashara, wewe wanaiangalia vipi? Wakipita hapa wachache tu. Wanasema vipi? I continue that spirit. Nataka ushikilie hapo, tuingie mapumzikoni, tukirudi tutazungumza mengi. Mbiamano sana mwanchi muliweta seni Ndizi TV. Niko togenda gusanganira Diana kurasinseme chiga cha Ikonge oyoro mwanchiria we Cosmetic nabo yugo ore omoroki gwa ase University ya Kisii bunagenda gusangana intwe amange gwitira obonchire bwa kondo mwanchi mulire teturasasa mutimo komoke igo toskatonyegera kwira nanda segekeke kerebosio elinde tosange amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchumule Kisii and Nyamira TV ngo kwali gani asentunde ya kabere chinga kutoka nitakusanga iliyomo rubele Esabaria oboncheria astoka nitakusanga nerede na kora senseme chiga chaikonge oyo gokora oboncheria bwa Cosmetics orwa ase orogongorega mwanchumuligeria asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook abako ganda gotobwati ya gwetera Ndizi TV News Digital abaga senseme ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanya gwetera www.ndizitv.net ya mwaligana naende elinde togenda osanga asobwa mapengine dana unaweza tuelezea kwa upande wako some of the challenges ambazo unapitia katika hii biashara yako. Okay, some of the challenges. Okay, in business there are many challenges. Sasa hapa kwangu challenge na face ni ile mtu anataka kitu kwa bei. Anakuja na bei yake. Anataka umpe kitu. Anasema bei anaijua nayo na wewe unamwambia unaona sahi economy venye iko. So unapata products zingine unaleta kwa bei ya juu na mtu ile bei yake ya kitambo ndio anaitaka nayo. Unaona hapo unamconvince na mwambia sahi hii iliongezeka na price kama hii lakini utaichukua tu. Ukichukua hiyo kubwa ama ndogo itakusaidia at this period of time. Pengine wakati there is a change in prices of your product, pengine do you notify your customers? Okay, if there is a change, customer kikuja akinunua na mwambia hii size bei yake imeenda juu kidogo lakini si sana. Lakini kuna ingine yenye bei yake bado iko constant. Sasa utalinganisha na one yenye utachukua. Kwa upande wa braids, tuko na different types of braids. Pengine customer anaweza kuja anataka specific braid na hauna, huo unafanya nini? Kama anataka braid sina, nitajaribu kumconvince achukue yenye niko nayo for the meantime. The next time akikuja atapata kama niko na hiyo yenye alikuwa anataka. Chungi kwa upande wa marashi because in cosmetic shop unapata kuna customer anakuja maybe anataka umixie marashi ya kupima. Anataka umixie but ajui test yake ni gani. What do you do? Okay, what I do. Customer akikuja na anataka marashi nitamwambia okay, me personally I use marashi. Nitamwambia kuna ingine yenye ukimix hii na hii inatoa harufu, yani inatoa harufu moja yenye ni konko. Sasa namwambia wacha nikupimie yenye mimi najua venye inakaa. Pengine huo unawapewa na nusa kwanza maybe at least apate hiyo harufu. Okay, hizi unaona hizi marashi ukinusa you will be confused. Juu sasa hiyo harufu itakuwa moja. Pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji umuhimu wa kuwa na different products under one roof. Okay. Kukuwa na different products in one roof. Okay, under one roof ni mzuri sana. Juu unaona na deal na wanawake, wanaume. Unaona mwanamke akikuja na apate hiyo kitu alikuwa anataka, sio wasichana peke yao. Hadi wamama. Akitaka kiatu. Najua kuna wengine hawatumii mafuta. Hizi mafuta niko nazo, anatumia ile yenye haitoi senti. Sasa atakuwa anapata. Kijana akikuja atapata kiatu, nauza hapa kiatu. Tena atapata perfume na niko hadi na mafuta wanaume. Mama akikuja atapata viatu, different types of shoes, braids, weave. Mama wanapenda kuweka weave. Tamwambia
juu wao wapendi braids, nitamwambia kuna weave. Tampea. Ukiangalia most of your customers ni young ladies, ni wanaume ama ni young men? Okay, both. Hadi wazee na wauzia. Most wanakwanga wanawake. Pengine Diana, kwa upande wako unaweza tuelezea umuhimu wa kuuza hizi products za beauty? Okay, umuhimu wa kuuza hizi products si zile products zenye expiry zao ziko within 1 month or 2 month. For example, mafuta. Naona mafuta inaweza kuwa imekuwa manufactured date 20 June 2023, then expiry date inakuwa next year. So naona hiyo ni advantage ya sana. Kwa marashi pia, marashi ya expire. Kiatu doesn't have an expiry date. But it depends. Unaona, ukifanya biashara niseme kama cosmetic, unafaa kuleta zile vitu zenye zinavutia macho. Naona msichana anapenda vitu mingi. Akikuja kununua hii, akuja kununua mafuta, macho ingine itaona kiatu. Sema wacha nifanye aje? Niulizie bei. Kama mtasikilizana atachukua. Unaweza zungumzia nini kuhusu wakati umeleta pengine new product kwa hii shop yako? Wakati nimeleta new products, the old ones, hizo za kitambo nazisongesha nyuma. The new ones nazieka mbele mali mtu anaweza ziona. Pengine do you update your customers on the new products? Okay, I update some customers and some are always coming like daily. Yeah. Kuulizangi leo umeleta nini mpya? Okay, some wanauliza. Wengine wanakuja direct, wanaanza kuangalia ati hii haikuwa hapa, acha niangalie. Hii ulileta juzi? Nimwambie hiyo nilileta juzi. Tusikilizane na achukue kama ni kuchukua. Pengine kuna customer anaweza kuja, pengine ametumwa mafuta fulani lakini akuje apiki yenye sio, akifika ambiwe sio. Pengine huwa una handle aje vitu kama hizo? Wakitumwa, customer kitumwa na mtu mwingine, tamwambia, nitamuuliza ni mafuta gani umetumwa, atanielezea. For example, maybe ajui pronounce hiyo mafuta venye inaitwa vizuri, tamwambia inakaa aje, venye inakaa aje, atanielezea. Na most wengine wakifika hapa wanapiga simu, naongea nao watu wamewatuma, then wananieleza na wapea. Ukiangalia ulituambia challenge moja ambayo unapitia katika hii biashara yako, unaweza tuelezea zingine? Okay, another challenge apart from ile niliwaambia kuna hiyo competition. In every market there is competition. Yeah. Now it depends on how you communicate to your customers. Yeah. Na customer kuja na pesa kidogo, maybe 5 bob ndio ilikuwa less, unajua mtaongea na msikilizane. Ukiangalia kuna watu wengine wanaamini kwamba ukifungua biashara utakuwa unapata faida kila wakati. Pengine kwa upande wako unaweza tuambie? Kwa upande wangu biashara, there is a loss, and kuna kupoteza na kuna kupata. Hautapata kila siku. Kuna wakati utapoteza, lakini you will keep going. So let me keep going because it's a business. There is losses. Yeah. Ukiangalia kama hizi products, kuna watu wenye wamekuja maybe hizi za nywele, tuangalie za nywele, maybe wanajua EPs peke yake, hawajui hata other new products zenye ziko, pengine una wa convince aje wajaribu kuzitumia pia? Okay. For example, mtu anapenda number 1 braid ni ile braid black. Sasa unaona wengi wao wanazoea hiyo number 1. Sasa mimi wakati mwingine najaribu kusonga hiyo braid nyingine yenye wajui, wanaona nimesonga, wananiuliza kuna hii braid ama ulisongea mahali? Nawaambia niko nayo, inakaa poa, naambia chukua hiyo. Na tena akikuja najua atachukua
gani. Tamwambia kuna ingine poa yenye unaweza chukua pia, sio hiyo moja. Pengine kuna watu wanachukuanga maybe picha kwa mtandao, mtu ameshukwa style fulani na anataka hiyo braid. Pengine huo unawaelezea vipi ama mnaelewana vipi anachukua hiyo type yenye anataka? Okay. Wengi wananionyesha wenye umesema, wengi wananionyesha kwa picha mtandao. Nawaambia unaona hiyo braid yenye huyu amesonga. Yeye niseme ni number 2. Unajua braid number 2 si rahisi, like unapata hiyo, kuna kampuni zingine za braids hazitengenezi hiyo, but darling iko nayo. Naomba uchukue hii number 2 itakusaidia. Nasikia ukisema kuna number 1, kuna number 2, kuna wengine wetu hatujui number 1 na number 2 ni nini. Unaweza tuelezea? Okay, number 1 it goes with the color. Number 1 ni black, number 2 si black sana lakini ni black. Number 30, number 900 ni maroon. Okay. Na white pia kunayo. White ni white hivyo. Hainanga namba. So kuna mtu anakuja anasema nipe black. Wewe utajua tu ni black gani anataka ama ni namba gani anataka? Okay, akiniambia nipe black, nitajua juu color ni number 1 ni black. Tampea number 1. So far unaweza ongelea kuhusu biashara huku Ikonge imekuaje? Huku Ikonge biashara si rahisi, lakini ni kungangana tu. Ni kungangana tu kila siku. Ukiangalia kwa upande wako, pengine wakati ulianzia hii biashara yako, ulichukua muda upi ndio upate customers? Nilipata customer hiyo siku nilifungua. Hiyo siku nilifungua. In fact tunaona kwa biashara si rahisi. Si rahisi kupata customer hiyo siku ya kwanza. Lakini siku ya kwanza nilifungua hapa. Kila mtu alikuwa anataka kuja jue ni nini iko hapa ndani. Hadi mzee. In fact hiyo siku ya kwanza kuna mzee alinunua mafuta. Ukiangalia katika hii biashara yako ni jina lipi ambalo unalitumia? Unaitaje hii biashara yako? Hii biashara yangu naita Black Beauty Cosmetics. Mbona ulichagua ile jina? Okay. I'm not black. I'm chocolate. Yeah. But in my life I always prefer black because black is beauty. Yeah. Ndio maana ukachagua hiyo. Pengine unaweza tuambia siku za usoni ungependa kufika wapi? Ningependa kufungua biashara kubwa kushinda hii na biashara zingine. Na ungependa kupea uwasia upi mpenzi mtazamaji ama mfanya biashara yule mwenye hapo pale nje? Ungependa kumuelimisha vipi katika biashara yake? Ningependa kumwambia katika biashara ni kuvumilia. Ni kuvumilia. In business you should not give up. Juu ni kitu leo utapoteza na kesho upate. Na pia ukiongeza na maombi unaendelea. Pengine saa hizi ukiangalia watu sasa wameanza kuzoea hii biashara yako katika haya maeneo, wameanza kujua sasa kuna aina za mafuta, kuna mafuta ya wanawake, kuna mafuta ya wanaume. Ukilinganisha na vile ulipoanza. Za wanawake ziko sawa. Lakini za wanaume pia ziko. Lakini kuzijua. Wanaume wameanza kujua. Kuna Vassman, kuna Nivea, Claire, hizo ni za wanaume. Nimeshukuru sana kwa kuzungumza nasi. Bimono sana mwancho muri Kisii and Ndizi TV tawirito gusanga naye kutoka chagete umurubiriga gwikaboneka twikiro mwayo no gusembere kwa nona kwa bere kuwesemya amange gwetera oboncheriro yakorende gwikira mno gwikira omweri obumurubirigiri tkulia lero tumerane weekend astronomere no moncheriro nde elinde tusange asobwamo nyara sinse mwachiche mitandao asense mwa ya Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mwa ya website na bagotanyara gwetera www.ndizitv.net. Frida Kerubo twara obolyereria horowe.